Yote nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukutanisha hapa siku hii ya kihistoria ya kumwaga mzee wetu, lakini pia kushirikiana na familia nzima ya mzee wetu mzee Kifukwe. Niwashukuru sana kwa kukubali kushirikiana na sisi. Ratiba imekuwa ndefu toka ujio wake kutoka India kupata mauti, ametua jana, lakini tulikaa na familia tukaomba na sisi kama Club Young Africans tushiriki katika kumwaga mzee wetu. Leo kulikuwa kuna ibada nyumbani na familia ikakubali kabla ya kusafirishwa kwenda Kenya, basi Club Young Africans ipata nafasi ya kumwaga mwenyekiti wetu, na maandalizi haya yamefanywa na Club Young Africans, lakini kwa ridhaa ya familia. Tunawashukuru sana sana sana. Nichukue fursa hii kutoa pole kwa mama mjane, mama yetu Mama Kifukwe, na pole sana. Nichukue fursa hii pia kutoa pole kwa familia nzima, watoto mzee wetu mzee Kifukwe, ndugu jamaa katika familia, lakini pia nitoe pole kwa wanachama, mashabiki na wapenzi wa Club Young Africans ambao wanaopokea msiba huu kama sehemu ya msiba mkubwa wa familia yao, lakini kwa kipekee pia wapenda michezo kutoka vilabu, ikianza na klabu ya Simba na klabu mbalimbali ambao pia ni sehemu ya familia ya mzee wetu mzee Kifukwe. Kwa upande wetu kama Club Young Africans, huu ni msiba mkubwa sana kwetu, msiba ambao una historia kubwa na klabu yetu. Mzee Kifukwe kiachilia mbali kwa mwanachama, ameshakuwa mfadhili wa klabu yetu. Ametumia fedha nyingi sana kwa ajili ya klabu yetu, lakini amekuwa mwenyekiti na rais wa klabu yetu, jambo ambalo limempa fursa ya kuiongoza klabu yetu. Na wakati anafanya hivyo, ametumia muda wake, ametumia resources zake, na kitu ambacho mtoto wa marehemu amekisema na dada yangu dada Tuli ni kitu ambacho na mimi nakifesi. Watoto wanauliza wewe baba yuko wapi? Kila siku yuko nyumbani. Sasa bahati mbaya tena maengineer wote nimeanza kuwaza na mimi kuna siku nitaaga. Na Kabobe amesema kwamba maengineer wana mambo ya usajili ambao mzee Kifukwe amefanya kwa ubora mkubwa sana. Naona hiyo resemblance. Sasa nafikiria na mimi kuna siku nitaaga hapa nikiwa marehemu. Lakini wote sisi tunaelekea huko, wala hakuna kitu cha ajabu. Tunachohitajika ni kufanya vitu vizuri ili wenzetu watukumbuke, tuache alama kwenye majukumu tunayopewa. Kwa mzee wetu mzee Kifukwe, mawasiliano yangu mimi na yeye yalikuwa karibu sana. Tumeshirikiana kwa mambo mengi, ameniongoza katika nafasi hii ambayo nilipo kwa muda mrefu, na mara ya mwisho kuna jambo kubwa sana ambalo amelifanya kwa, na nikiri hapa, amelifanya kwa sababu ya Club Young Africans. Tumekuwa na hatua kubwa ya klabu yetu kufanya alignment ya documentation. Wote tunafahamu Club Young Africans huko nyuma zilifunguliwa taasisi mbalimbali, ikiwemo Yanga kampuni, ikiwemo Yanga asili, ikiwemo Young African Sports Club Company Limited na taasisi mbalimbali ambazo zote zilikuwa zina dhamira moja ya kuleta mabadiliko kwenye klabu yao. Na hizi zote zilifika mahali mpaka zikawa zina bank account na zilishasajiliwa RITA, nyingine zimeshasajiliwa Umbrella. Kumekuwa kuna mkanganyiko mkubwa sana wa documentation, na hata club saa nyingine kukwama kufanya baadhi ya vitu kwa sababu ya hiyo mikanganyiko. Sasa wakati tuna align hizi documentation, kuna document muhimu sana ambayo ilitakiwa isainiwe, na kwa sababu katika directors wa hizo kampuni mzee wangu mzee Kifukwe alikuwa ni mmoja wapo, nikawa siwezi kupiga hatua yoyote bila yeye kukubali kusaini hizo documents. Na niwaambie wana Yanga leo, simu yangu moja ilikwenda kwa mzee Kifukwe na alinisikiliza na akaniambia hali yako sio nzuri, mtume kijana wako aje kuniletea hizo document nyumbani na nitazisign zote kutoa fursa ya mabadiliko kwenye Club Young Africans. Sikutegemea na ilikuwa rahisi, na alitekeleza kama alivyoniahidi,
na hivi leo klabu ya Young Africans documents zake zote ziko sawa. Leo tumepata hati zetu zote. Tulikuwa tuna shida ya hati ya Jangwani, tulikuwa tuna shida ya hati ya mtaa wa Mafia, tulikuwa tuna shida ya hati ya Kigamboni. Zote zimetoka na zimekuwa resolved kwa sababu ya signature ya mzee wetu Mzee Kifuku. Transformation ya Yanga ambayo tunazungumza isingeweza kwenda katika hizo hatua bila ridhaa ya mzee wetu Mzee Kifuku. Kwa nichukue fursa hii ya kusema mbele zenu kwamba mzee wetu amekuwa na mchango mkubwa sana kwenye mabadiliko ya klabu ya Young Africans. Aidha, nichukue fursa hii pia kuwashukuru naona viongozi mbalimbali. Namwona mtoto wa mwenyekiti wetu na mdhamini wetu Yusuf Mahmoud Manji, tafadhali simama tukuone. Nakushukuru sana kwa ushiriki wako kwenye mazishi haya. Umefanya kazi kubwa kupitia kwa mzee wako na umeshirikiana sana na mzee wetu Mzee Kifuku kufanikisha haya. Na huo ndio mmoja ambao Young Africans inaendelea kupigia kelele kila siku, mshikamano kwa wale watu ambao wamekuwa sehemu kubwa ya klabu yetu. Klabu ya Young Africans itaendelea kumwenzi mzee wetu, na kwa kumalizia speech yangu tutakuwa tayari kutoa zawadi ya jezi kama thamani ya kuweka kumbukumbu kwa familia ya mzee wetu Kifuku. Chukua fursa hii kuomba watoto na wewe waje hapa ili waweze kuwakabidhi. Nataka kwa muda mzima tupige picha wataelewa ambao baada ya zoezi hili wasalimie na kutoa maneno mawili. Niliyojifunza mimi, hakuna ufundi kwenye maelezo yanayohusu kifo cha mtu, lakini sisi wanadamu tuna jambo moja kubwa ambalo tunatakiwa tulibebe na tulikubali. Udugu wetu sisi hautokani na kuzaliwa. Mafundisho ya imani ya dini zote, nasaba ya kwanza ni ile ya mtu kuzaliwa akiwa mwanadamu, alafu ndo zitafuata nasaba nyingine. Lakini upekee ambao mwanadamu amejaliwa kuwa nao, Mungu amempa sifa ya kuwa na akili, kuwa na fahamu, lakini kuwa na hisia. Tukikiri hilo, itatusaidia sana kuifanya dunia kuwa sehemu nzuri kwa kila mwanadamu na viumbe vingine kuishi. Binafsi ninamfahamu huyu mzee kwa miaka mingi katika nyanja nyingi tofauti na mambo ya mpira. Naona wote waliopita hapa wamezungumzia zaidi masala ya mpira, lakini mimi nimemheshimu na kumfahamu yeye akiwa ni mtaalamu mwenye ujuzi na ubobezi uliotukuka katika nchi yetu. Tukio ambalo ninalikumbuka kushirikiana naye sana kwa mara ya mwisho, sisi tulikuwa tuna mtendaji wetu ndani ya Simba Sports Club, Dr. Kashembe. Alipofariki nilishangaa sana. Mtu wa kwanza kunipigia simu alikuwa ni yeye, na nikaenda nyumbani, na msiba ulikuwa nyumbani kwake. Tulishirikiana kufanya maandalizi, na siku ya msiba, yani siku ile ya kuzika, nikamwambia bana, kesho mimi natakiwa nisafiri na timu, lakini itabidi nisogeze mbele niondoke kesho kutwa niweze kushiriki maziko. Akaniambia hapana, tumeenda na wewe maeneo yote, tunakuruhusu, nenda kaendelee na shughuli za mambo ya mpira. Hii ni kwa jinsi gani ambavyo alikuwa anathamini maisha ya watu wengine, pamoja na mambo mengine yote ya utani, kushereheshana. Mimi wasia wangu, inawezekana ikawa na mimi nafasi yangu imefikia nikafa leo au baadaye kesho, tuifanye Tanzania na tuufanye mpira ubezi zaidi kwenye masala ya kutaniana kama wazee wetu walivyoenzi. Hakuna mambo ya uadui, hakuna mambo ya ugomvi, hakuna mambo ya uhasama. Mpira ni kwa ajili ya kuchagizana, kupongezana. Jamani,
Nawapa pole waombolezaji wote, watoto wake na wana familia wote. Tukubali, hii ni familia ya mpira, tutakuwa pamoja. Tumejuana kwenye mpira, lakini maisha yetu yanakuwa extended mpaka huko katika level ya familia. Tuendelee kushirikiana, tupendane. Mimi wala ukiniona, inaweza ikatokea siku moja nimesikia unasema mambo ya Ufaransa hapa na nini, ukikuta sijui mlango wa treni, unielekeze bana, mlango huu hapa, utanikumbuka kama tulikuwa pamoja. Niwatakie mchana mwema na maandalizi mema ya maziko ya mpendwa wetu. Asanteni sana.